Last week tulipiga predictions na leo tunarejea na analysis. Kwangu niko na die hard wa Man United anaitwa Deno. Naam. Alafu pia na muintroduce ambayo tulipiga naye shughuli juma lililopita, Arsenal die hard. Kawa vipi? Salama sana. Matokeo ya Liverpool ili expect? Niliwaambia itakuwa game rahisi. Lazima Liverpool wakaze. Ni timu, unajua timu ambayo struggle kidogo na inaenda kuchezwa na mabingwa watarajiwa. Wanakuja kukaza, kufrustrate. Na timu kama hiyo kuiscore inakuanga ngumu, so mliona na ikatoka draw. Kuna statement Szoboszlai alikuwa amemake before your game. Akasema you don't win a league when you are on the top. January. You don't win a league when you are on the top of the table. In January. But in January, but you are playing against the champions. Does it mean iliwapa moral in that game? No, aliongea ukweli, maana wale ambao tulikuwa tunacheza na wao ni mabingwa watetezi. Na walikuwa wanacheza na mabingwa watarajiwa. Hawaja kuwa mabingwa lakini wanapigania ubingwa. Na kwa kweli hata umeona kwa misimu kama miwili ama mitatu imepita, Arsenal imekuwa kiongozo by December, January hapo unapata tunaongoza hapo 3-5 hivi. Lakini ikifika Mei unapata Man City wamefanya ile kitu. Imebadilika. So alikuwa anaongea ukweli, na huenda yale maneno aliongea psychologically ili affect hao wachezaji wakakuja kama kidogo wako na ile low self esteem. So pia tuliona incidents ya Martinelli wakati Bradley alipata injury, so then aka apologize later, maana hakuwa anajua kama imekuwa nini. Does it mean like mko na pressure kama Arsenal, mko na pressure ya kushinda hii ligi? Maana wanasema Arsenal iko against all teams, yani all teams wako against Arsenal. So does it mean like hiyo pressure inawasukuma sana? Jambo la kwanza, mafans wa Arsenal ni mafans wako na kelele. Na nafikiri hawa watu wengine wote mafans wa Chelsea, Manchester, Liverpool na hizo timu zingine na hao plastic wajana wa Man City, unajua ni mafans plastic. Ni watu wanaogopa kwamba Arsenal ikishika hii kitu ile kelele itakuwa hii town hatuwezi kuamua. Ndio maana unaona wanaungana sana kukaza. So kwa incident ya Martinelli na Bradley, naweza sema kama mchezaji haikuwa mzuri. Mtu akiwa chini si vema unamsukuma na kuna injury. Maybe tunaweza sema assuming hakuwa anajua kwamba injury ilikuwa serious. Lakini hata kama ana fake, referee yuko. Referee anafaa kuamua aje, we una waste time kama uko na injury toka tu. Lakini si jukumu la mchezaji kutoa mchezaji mwenzake nje kwamba ati ana fake injury. Niliona hata Gallagher alicomment akasema I wonder why Liverpool players hawaku react hata ukipata red card but you react for your fellow. Unaichukuliaje? Does it mean like ni ile rivalry tu ya big teams? Naweza sema unajua siku hizi watoto wamekula hii inaitwa hii vitu makeki mingi kwa soft. Kitambo ukikumbuka akina Rooney, akina Ferdinand, akina Vidic, wakikutana na akina Zui, akina Patrice Vieira, amka ni kupigwa. Kuna kama nakumbuka Ferdinand nakumbuka nani alikuwa anaomba penalty kwa box ya Manchester United. Vidic alimwamsha kama walimshika wakamwamsha na akaendelea na mpira. Lakini sasa siku hizi kidogo wachezaji wa current generation naona ni kama wako soft kidogo. Wako soft sana. Si kama hata kitambo mtu anaweza pigwa hata ngumi na anapewa yellow card. Unaona? Yani kulikuwa na ile animosity, ile kupingana yani kwa hali ya juu ambayo ilikuwa. So naona kwa minajili ya big games kama zile hata marefu wanafaa kuwa soft kidogo kwa kupeana makadi juu kuna kuaga na temperatures, kuna kuaga na kukasirika na vitu kama hivyo. Tulipredict Chelsea kupigwa na ilipigwa mbaya sana. Sasa Fulham sio timu ya kucheza. Next game Chelsea wako na Brentford. Na mnaelewa mambo ya Brentford? Bado ni watu wa London. Ni kama London. Unaonaje hiyo mechi tuongelee mechi ya Fulham. Niliona celebration style nyingine hatari ya huyu jamaa namba 9 wa Fulham. Sasa
Chelsea, does it mean like wanafaa kufanyiwa surgery tena upya? Kwa sasa tunaweza wapatia benefit of doubt juu wako na kocha mpya, lakini mimi naona akikaribishwa na baptism by fire. Maana sasa Brentford pia icheki na watu sana. Kwanza wako na mchezaji ambaye ni Bailly huko Second top scorer. Thiago. Alafu kumbuka ile celebration ya yule number 9 ilikuwa ni revenge. Kuna time walikuwa wanacheza 2 years ago, Sanchez aka celebrate kwa kushika I think penalty. So pia wakati alifunga ilibidi pia ilikuwa revenge mission. Unaona? So mimi naona kwa Brentford kidogo Chelsea wakitoka na draw watakuwa na celebrate. Last week ulipea Man United hapa hand ya kushinda against relegating team inaelekea relegation Burnley, lakini wakakupa surprise na draw. Waliniangusha kusema kweli, maana nilikuwa najua hata kama wachezaji wao wameenda AFCON wengine. Ile ni team Burnley ambayo kidogo inasuasua sana saa hii. So mimi naona wangepata maximum points. Unajua sasa hivi wangekumania sasa ingekuwa number 2 number 3 hapo. Kwa kusema kweli wamechukua sare mingi sana. Sare mingi. Leeds, Wolves. Naona timu ambazo wangepiga vizuri, Bournemouth. Mechi ambayo ilikuwa na mabao mengi sana. Timu wanafaa kuwa anapiga kwa Man U ambayo tunaijua. So I am hoping kwamba vile nilisema last week interim coach wanakuanga wazuri sana. Si rais wanapiga. So nawapatia benefit of doubt kwamba the next game they should be getting 3 maximum points. Kashangaa unasema next game na wako na Man City. Ni kweli. Tuzo na story nasema hivyo. Man U kwa big games wao wanaperform sana. Unajua ni mzuri mgala muwe na haki. Wakati wanacheza na timu kubwa. Sijui wanatoanga wanaendanga wanaona watu na wa Nigeria wanawapatia kama wako na ujasiri fulani sijui wanatoanga wapi. Ukiangalia hata wakicheza na Liverpool they gave us a surprise result. Wakicheza na timu kama Chelsea si rahisi wapigwe. Hata Arsenal wao wanawakazia kidogo, lakini hiyo msimu tu ni vile waliwapata kama hawajajipanga vizuri. So wakicheza na Man City na ni big game na ni derby. Wewe usifikirie Man City itapiga Man U. Najua perform vibaya ni draw. Timu nyingine ambayo ilitupa surprise results ni Aston Villa. Aston Villa ilitoka sare ya kutofungana 0-0. Does it mean like top 4 inaanza kuwatoka? Hiyo ilikuwa ni guaranteed. Ni kama Nottingham last season. Aston Villa ni timu nzuri, lakini timu ya kucheza ule mchezo wa maondoano, knockout tournament. Hiyo ni Emery amezoea tournament kama hizo. Ukimpatia knockout hivi ya Europa hivi ya FA vitu kama hizo. So ile consistency ya kucheza, wanacheza Europa nafikiri. Na wanacheza Premier League na bado wako juu FA bado. Ile kikosi chao kidogo naona kama kitakuwa na fatigue at one point in time, na ndio maana mimi najua watu ambao watatusumbua kwenye kuchukua ligi si Aston Villa. Maybe Man U ingekuwa hapa ama Chelsea ama Liverpool hapo tungeongea, maana wako na ule uzoefu unaona. Lakini Aston Villa kidogo watafika mahali wachoke na wakaenda namba 6 namba 7. Deno, wewe unaongeleaje game hiyo ya Aston Villa? Ilienda draw na tuli expect washinde. Songe. Hiyo kwangu pia nilikuwa nimewekeza. Kwanza nilikuwa nimewekeza kwa mabao. Sema tu uliungua. Game ambayo sikutarajia ingekuwa na mabao ni hii ya Brentford, na ilikuwa tu na mabao. Sasa hii kama ungekuwa tu mwekezaji vizuri pia hiyo haungepea ya Aston Villa kichwa. Ungeangalia head to head na Crystal Palace, umepata Crystal Palace imefanya nini? Ikiwa ikiwashambulia sana na kuwashinda labda tu 1-3-1 kwa nini hiyo Crystal Palace na Aston Villa. Lakini labda consistency vile mwenzangu amesema fatigue, kumbuka wanacheza FA, Europa, pia Premier League na angalau hata hiyo siku walijaribu pia kubadilisha kikosi. Nilimwona Sanchez alianza hiyo game lakini hafanyi kaishia. Kwa hiyo game in fact kwa predictions zenye labda zenye mlitoa, kwa hiyo game sio mimi peke yangu labda niliungua. Ni hiyo game hizo game moja pekee ndio haya kutoka angalau kutofungana. Haya, Semenya atakuwa the first player kucheza against one team akiwa timu mbili tofauti. Alicheza against Man United akiwa Bournemouth, na weekend anacheza na
Man United akiwa Man City. Inakuchangamsha ama vipi? Kwanza yule mchezaji mzuri sana. Kumbuka game ikianza walikuwa wanafungua msimu Liverpool na Bournemouth. Yeah. Liverpool hizo game zao tatu walikuwa wakishinda, yani zile dakika za mwisho. Kumbuka pia Semenyo alifunga hiyo, nadhani iliisha 3-2 na Semenyo akifunga. Semenyo ni mshambulizi mzuri sana. Hata kumbuka juzi vile akitoka Bournemouth akienda City alifunga bao tena, bao kubwa la ushindi. Pia jana vile wamefunga watu 10 tena aliingia kama substitute leo akafunga. Ndio maana nimekuambia hiyo game kivyangu kama ni mwekezaji hiyo kwa dabi chochote kinaweza tokea. Vile mwenzangu amesema hata huenda Manchester United ikapata ushindi, lakini kwa mwekezaji angalau weka goal. Uliongelelea hii transfer last week, transfer ya Semenyo to Man City. Italeta impact gani kwa squad ya Guardiola? Kwa squad huko naona analeta depth na options. Unajua yule ni mchezaji ambaye ako versatile, anaweza cheza kulia, anaweza cheza kushoto, anaweza cheza katikati. Unaona? Pia energy yake ni mtu anakuja clutch player, anakuja ile wakati unamhitaji. Ni kama Trossard kwa mfano. Ni mtu unaweza mleta kutoka kwa bench na aleta impact. Unaona? So hata kama Man City iko na wachezaji wazuri, huko atatumika vizuri sana, maana wanacheza game mingi, wanacheza Champions League na hizo vikombe vingine. So naona kwamba atakuwa anatumika na Doku akiwa upande mwingine, yuko upande wa kushoto. Maybe Doku akipata injury anaenda huko kulia na mambo kama hayo. So ni mchezaji mzuri ambao wamempata na anajua atawapatia matunda. Tuongelee huyu coach wa Chelsea. Tumemwona akiperform huko Strasbourg, ameitoa ilikuwa namba 13. Akaileta juu na amesustain hapo juu, na statement zake zenye amemake ni hata akishindwa hana excuse. Maana amekuja timu ya kushinda. Mpe advice gani? Hiyo kiburi uende kaisha haraka sana. Unajua Premier League haina heshima kwa majina. Ukiona Amorim alipokuja, though ni kocha mzuri naye akiwa lakini alishindwa kuaddress kitu ya muhimu sana ambayo ni dressing room. Wakati una dressing room hata ukuwe kocha mzuri sana, wakati wachezaji wako